Unanishika ziwa. Nahitaji pesa ya matumizi. Ndimu usiku na mchana. Umechachuka. Inzi hatui mdomoni. Haya, una shida gani? Kama ni shanga zikaze zikazike ili mmewe arudi kwake. Mitihani inakuja baada ya ndoa. Hiyo ndio mitihani yenyewe. Unanishika ziwa. Unachafua nguo yangu. Unajua thamani ya nguo yangu na unajua ni wapi na kuenda. Dada, hii ni biashara yangu. Ina maana uone kama umeniingizia hasara? Hizi takataka zako haziwezi kuzidi thamani ya hii nguo yangu. Afu baadaye uombe msamaha unanilaumu. Hii sio takataka. Hii ni biashara. Ndio naweka mjini. Inayosababisha mimi nakula. Nimepanga nyumba kwa ajili ya mayai. Unaita takataka? Halafu baada ya kufikiria namna gani ya kunilipa biashara yangu, wewe unafikiria namna gani ya kuzidi kuchafua biashara yangu. Dada, unapaswa kunilipa. Eti nikulipe? Mimi na yeye nani anataka kumlipa mwenzie? Si wewe? Nguo yangu umeichafua. Safari yangu sasa naahirisha kwa ajili ya takataka zako. Afu unaniambia nikulipe? Dada, nimechafua nguo yako, lakini sijaachana nguo yako. Baby, sorry, I'm calling you later. Unapaswa kunilipa. Mimi na wewe, nani anatakiwa kumlipa mwenzio? Umechafua nguo yangu. Umesababisha mpaka safari yangu imeahirishwa kwa ajili ya mayai yako hayo. Afu nikulipe? Yaani natamani hata nikuitie polisi wewe. Samani dada, usinitie polisi. Na kama nitakuwa nimeukosea kwa kukuchafua na kwa kuharibia safari yako, naomba unisamehe. Nataka uniambie pesa unazotumia kununulia pombe unazitolea wapi? Na ukija nyumbani huna hata senti 100. Ulikuwa unasema? So, usipende kuwapa faida majirani. Hebu tuingie ndani tuzungumze. Afadhali akili yako imerudi sasa.
nahitaji pesa ya matumizi. Nadhani sasa hivi utakuwa unanielewa. Maana muda ule nilikuwa naongea na mtu asijielewa. Usipende kunidhalilisha kiasi hiki. Mimi ni mume wako. Na kuaibisha, yaani wewe ulipotoka huko kilabuni sijui basi sijui hapo ulivyokunywa hizo pombe mpaka unafika hapa nyumbani. Ushajiaibisha kwa watu wangapi? Kwa hiyo mimi kudai pesa ya matumizi ndio nakuaibisha au sio? So, ni vitendo gani unavyonifanyia? Kila siku unakuja umelewa. Nikikuomba hela matumizi unajibu huna. Lakini ukirudi nyumbani unarudi umekunywa. Kwa hiyo hela za pombe unazitolea wapi? Na kuuliza hizo hela za pombe unazitolea wapi kama hela za matumizi huna? Jamani, mimi na mwanaume au na kituko? Kipindi wenzangu wanapewa wanaume wa maana, mimi sijui nilikuwa wapi jamani, nikapewa hii shida. Ukirudi nyumbani umelewa, mwendo ni ule ule. Kudumukizwa kwenye maji, unaogelea kama samaki. Alafu zeni na kukununta wewe. Yaani mpaka akili yako itakukaa sawa mbwa wewe. Pole rafiki yangu. Mbona kama umechoka sana? Uncle. Yaani mimi naona kila siku afadhali ya jana. Sina cha pole wala sina cha afadhali. Na mpaka sasa hivi kinachoniuma uncle, imefika hatua mwanamke ananifuata njiani, mitaani, hata nilipokaa kama ni sokoni. Salamu yake ni kipigo. Sasa uncle, huoni kama hapa nazidi kuaibika? Ina maana bado mnaendelea na ugomvi wenu, si ndio? Yaani kwanza nikupe pole sana. Kwa sababu wanawake Mungu alivyowajalia ni tofauti sana. Yule mwanamke kama ni nati zishafunguliwa na ashazitupa. Hana hata nati ya chembe chembe ya kuheshimu mume wala kuwa na adabu wala heshima. Mtu imefika hatua kweli ananifuata barabarani mtaani ananipiga. Kisa pesa ya matumizi, labda pesa kodi ya meza. Unanipiga kwa wanaume wenzangu. Kwani nyie wenzangu kipindi mnaoa mlifanikiwa vipi labda? Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Siku zote katika ndoa ndio maana vyeti vyake vinatoka mapema. Mitihani inakuja baada ya ndoa. Hiyo ndio mitihani yenyewe. Kufeli au kupase. Inapaswa kuvumilia. Hebu jaribu kujikaza kama mtoto wa kiume. Mimi nina imani kila kitu kitakuwa sawa. Yaani uncle, labda nikwambie kitu kimoja. Mwanamke nilimpenda sana. Nilimheshimu sana. Nilifungua kila aina ya njia ya upendo. Kila aina ya mlango wa upendo. Lakini anakuja kunilipa vitu kama hivi. Anakuja kunilipa fadhila za kuaibishwa barabarani. Wazee wa zamani walishasema ndoa ni sawa sana kutia mkono kizani. Kila ambacho utakiona kuwekeka ndani sio kitakuwa sawa tu moja kwa moja. Mimi na imani kwamba kuna njia ya kufanya ili nyote muwe sawa. Mimi nina imani kwamba mzazi ni mzazi. Na mzazi kwa mtoto wake hakuna ng'ombe ambaye anashindwa na nondo yake. Sasa uncle, hao wazazi unawapelekea mtoto wao, unahisi wataweza kunielewa? Wataweza kunisikiliza? Ina maana unataka kuniambia hizi tabia ambazo unazonionyesha mimi wazazi wako hazifahamu? Hawazijui? Brother, mimi naona jaribu kuvumilia. Mimi nina imani kila kitu kitakuwa sawa.
Kuna watu katika ndoa zao wana matatizo mingi sana. Sio kila unayemuona anapendeza barabarani ukamwona kwenye ndoa yake yuko salama. Ndoa ni siri, tena ya chumbani. Ila kuna wengine hawataki tu kutoa matatizo yao. Hebu jaribu kuvumilia kwa hilo. Jikaze. Basi sawa, mimi bwana, sababu mwenyewe nilikuwa ninaenda kuangalia dada kama nitapata hata mandazi mawili hapo kwa Mangi. Mimi nikwambie pole sana. Huo ndo wanaume. Mimi naona chukua kiasi cha fedha. Najua kitakusaidia. Anko, nashukuru sana. Hakika unanifaa. Na hii change kwa bahati nzuri nitaificha kwenye boxer. Nisikia 4500 nitaificha kihivyo. Nisikia zuri? Akiiona ndugu yangu pale nyumbani hapa kaliki. Una neno gani ulilolisahau kwangu? Mbona mapokezi yako ni mabovu sana Semeni? Kuna shida gani? Ina maana umesahau kama mimi shemeji yako? Shemeji, unajua wewe ni rafiki wa mke wangu. Pika na kupakua. Lakini toka nimuoe mke wangu, umekuwa mpweke, umekuwa mkimya. Nitegemea nilivyomuoa na kuwa shemeji wako halali, ungedumisha urafiki na mke wangu. Lakini sasa hivi sikuoni hata ukija kumsalimia. Kwani kuna shida gani? Au kuna kosa ambalo amekukosea au mimi nimekukosea? Maana sijakuzoea hivyo. Ulikuwa haujaoa na mkeo alikuwa hajaolewa. Ila kwa sasa hivi ameolewa na umeoa. Tuwe na mipaka. Watoto 2000 tuna vikao vyetu. Naomba utuache kama tulivyo. Lengo la mimi kumuoa rafiki yako ni kwamba nadumisha undugu na ujamaa na sio uadui. Mimi nilitegemea baada ya mimi kumuoa rafiki yako ndio undugu tadumu. Lakini naona kama unazidi kuangamia undugu wetu na urafiki wetu. Kwani kuna shida gani? Na kuhusu hiyo vikao, mbona hakuna kikao kinachotofautisha ulimwengu na walimwengu? Au lika kwamba hiki kikao ni cha watoto 2000 au watoto 1000 au watoto wa 90? Hapana. Kikao ni kikao, na hakuna kikao cha kusema kwamba kinahusu ndoa au kinahusu ambao sio wanandoa. Inabidi tuheshimiane. Yaani kuitwa sana ipungue na mimi kukuita ipungue. Lengo ni moja tu, kujenga na si kubomoa. Kwani kuna shida gani wewe na mke wangu? Najua ukimya wangu sio shida yako wewe, bali unanitaka mie. Umefika mbali shemeji yangu. Na ulipofika ni babaya sana. Kwa sababu lengo langu ni kudumisha urafiki na sio kudumisha upuuzi na upumbavu nao ufanya. Ina maana vile tulivyokuwa tunashauriana kuhusu rafiki yako, unataka nishauriane na nani? Ina maana kukusimamisha hapa ndio umenifikiria kiasi hicho? Ninashukuru. Ila sikujua kama upo hivyo. Na ndio maana nakwambia siku zote mnapowapatia watoto majina tuchunge na jina, kwa sababu Semeni nimeamini nina maana ya Semeni. Acha tuseme basi. Afadhali nilivyokuona shoga yangu. Maana na ujumbe umenifika hapa. Natamani kutapika, ila naogopa nitatapika utumbo. Wewe tena ndimu usiku na mchana umechachuka.
mapenzi yatui mdomoni. Haya, una shida gani? Ukampe ujumbe huo shoga yako uliokuwa naye jana na juzi, unaolala naye nyumba moja kasoro vyumba, kampe ujumbe. Wewe na Shu si marafiki wewe? Leo hii ushosti tumewashinda, mnaanza kutafuta mashahidi. Unataka kitu gani nimfikishie? Sijashindwa, ila kwenye njia zangu hajakanyaga. Na huu mguu unaouona nimetoka kwao, bali sijamkuta. Ila laiti ningemkuta, mungezika au mungesafirisha, mungejua wenyewe mchague nini, kama kunyoa au kusuka. Kampe ujumbe, amshikilie mumewe kama anavyoshikilia jicho lake kwenye ngozi. Hebu nisikilize. Kwani wewe mume wake umeshindwa kumkanya mwenyewe? Nitaanzaje kumkanya kati mtu mwenyewe takataka na nitaka? Kapipi anakutongoza? Mke wake amekamilika kila kitu, lakini bado anahitaji mie. Kakutongoza ndio. Wewe ukamjibuje? Kamwambie amshikilie mumewe vizuri. Kama ni shanga azikaze zikazike ili mumewe arudi kwake. Sasa ole wako simwambie. Yaani nataka ujumbe ufike, tena ufike barabara. Dada, haujanilipa mshahara niende kufikisha taarifa. Nikitaka nitafikisha, nikitaka nitaacha. Mayai, 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 mayai ya kulia, ugali, mboga, kachumbari, mchuzi 2,500. Mayai, mayai, mayai ya kulia, mboga, kachumbari, mchuzi 500. Mayai, mayai, mayai 1 250, 2 500. Mayai, mayai, mayai 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 ya kupikia mchuzi 2,500, 1 250. Mayai mayai amtaki, mmesusa, mmegairi. Mayai 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 ya mchuzi ya kulia ugali, mayai broiler, mayai 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 mayai.
Asante. Umeingia kwenye chumba kisichokuwa na mlango.